Nikiwa mdogo, watu wengi walikuwa wananicheka sana sababu ya mpangilio wa meno yangu. Wengine wakiniangalia wananidharau, na kuna hata watu wengine, sababu sisi watu weusi huwa tuna tabia fulani ya kudharau mtu sababu ya rangi yake. Yaani mtu ambaye ana rangi ambayo imekolea sana, ule weusi halisia. Yaani wale ambao wana karangi keupe fulani hivi wanakuwa wanawadharau sana wale watu weusi na kuwaona kwamba hawafai. Mimi nilikuwa naonekana hivyo. Sasa na mimi nafsini mwangu nikaanza kujihukumu na kujiona kwamba kwa nini hawa wananihukumu? Labda mimi ndo niko hivyo au vipi? Sasa baadaye nikaja kugundua kwamba hawa watu wananihukumu sababu kile kitu wanachokisema napingana nacho. Unaona? Yaani pale ambapo unapingana na kitu chochote ambacho ni uhalisia wako, hicho kitu kitakuumiza sana. Mfano wale wadada ambao hawana shape. Ukipingana na ule uhalisia wako kwamba hauna shape, itabidi uende kuongeza shape ili watu wakusifie. Yaani utafanya chochote ili upate sifa kwa watu. Kwa mfano wale ambao wana mipangilio mibaya ya meno, wanaendaga kuweka braces ili meno yao yawe yatakavyokuwa. Mimi sihukumu mtu yeyote, ila hicho unakifanya kwa ajili ya, sio kwa ajili yako. Yaani unakifanya kwa ajili ya watu wengine. Mimi nimekuja kugundua kwamba kwenye maisha haya, ili maisha yawe mazuri, maisha yawe na ladha, jifunze kufanya vitu kwa ajili yako. Yaani kama unafanya kitu ambacho kinakupa furaha, kitu ambacho kinakupa amani, kitu ambacho kinakupa raha, inatosha. Usitake kufurahisha kila mtu, sababu huwezi kufurahisha watu wote. Hata maji yenyewe yanapendwa na watu wote, ila yakitoka katika uhalisia wake wa vuguvugu, kuna watu wengine hawatayahitaji. Ndiyo maana ishi kama wewe, fanya kama wewe. Yaani ishi maisha yako, acha kujilinganisha, acha kujifananisha, acha kutaka kufurahisha watu, acha kutaka watu wakusifie. Wewe fanya kama wewe. Hicho ni kitu muhimu sana ambacho kitakusaidia kujikubali jinsi ulivyo.